tu amepoa sana. Akaingia madam pale kuanza kufundisha, ila Isaac akamwambia huu ni muda wa Mr. Marcus, ndiye alitakiwa kuwa darasani na sio wewe. Najua, ila Mr. Marcus hajafika hapa, nitakuwa nanyi mpaka atakapokuja. Ila Isaac hajui lolote kutokana na tukio lililotokea. Yeye si akwenda kwenye party. Mwalimu akasema anawapa assignment wafanye wakiwa kimakundi ya watu wawili, na wewe Isaac utakuwa na Elijah kundi moja. Mchizi alizingua kweli, yeye na Elijah huaga hawaelewani kabisa. Madam, kuliko nikae na Elijah kundi moja, bora nifanye peke yangu. Madam akasema ndo nishapanga hivyo, utakaa na Elijah na hivyo ndio mwisho, na kazi lazima ifanyike. Huko nyumbani yupo Efe na Diana. Mama akawaita huko chini, njooni muone hizi habari jamani. Kweli wakafika kuangalia walichoitiwa. Vyombo vya habari vilikuwa vinaripoti mwili wa Mr. Marcus umepatikana akiwa amefariki. Jamani, Mr. Marcus si mwalimu shuleni kwenu? Efe akajibu ndiyo. Diana akasema anapanda juu mara moja. Kafika huko juu ila ana pressure ile kinoma, yani tumbo joto. Efe akawa anamtuliza, anamwambia hatukufanya lolote lile, kwa hiyo tulia tu, usiwe na wasiwasi. Nawezaje kutulia na kuuliza Efe, tunakwenda kufungwa sisi jamani. Niambie tutakwenda kuwajibu nini afisa wa polisi? Tutatoa maelezo gani? Tusiingie kwenye matatizo wala tusiingie kwenye mikono ya sheria. Zile taarifa zikaanza kusambaa kwa kila mmoja wao. Mwili wa Mr. Marcus umepatikana. Hapa Leila naye taarifa zile zilimfikia. Ni hofu tu imemtawala muda huo. Simu ikatembea mpaka kwa Ahmed, naye kapokea zile taarifa kuwa mwili wa Mr. Marcus umepatikana. Mpaka kwa Elijah, naye akapewa taarifa zile. Chinasa yeye hana mtu wa kumpa taarifa, si unakumbuka bado mgeni pale shuleni, alafu pia kuanzia tukio limetokea hajakanyaga shuleni kabisa. Yupo tu na mama yake huku na wanaishi kwa upendo ile kinoma yani. Lakini leo Chinasa alionekana kuwa mwenye msongo wa mawazo sana, mpaka mama akashangaa, huyu mbona huaga hayupo hivi? Chinasa, una tatizo gani? Mama, nipo sawa. Unawaza nini? Au viatu nilivyokuletea ukuvipenda? Au havikutoshi? Au hujapenda shule nilokupeleka? Kama una tatizo lolote lile usisite kuniambia, mimi ni mzazi wako. Chinasa akasema tu kwamba yupo sawa. Mama katika pitapita zake mtandaoni akakutana na posti moja inayohusu kupatikana kwa mwili wa Mr. Marcus. Chinasa, nini hiki kimetokea kwa mwalimu wenu jamani? Chinasa naye akawa amepata taarifa zile, lakini akawa na hofu sana. Kumbukumbu za lile tukio zikawa zinamrudia kichwani mwake. Baada ya Diana na Shalewa kwenda kuwaita wengine, walirudi na Ahmed, naye akashangaa kukuta tukio lile pale. Jamani, nini kimetokea hapa? Mmefanya nini? Wote majibu hawana. Shalewa, Leila, niambieni Mr. Marcus bado anapumua? Hakuna kitu mzee, pumzi ilishakata muda sana. Muda huo akaingia Elijah, hajui kinachoendelea, anaimba tu nyimbo zake. Kumbuka hichi chumba alimwacha Shalewa akiwa amelewa. Alienda kutafuta vitu vya kukata hangover, kisha wapinduke. Tunaacha hilo tukio, tunarudi hapa shuleni. Yupo principal na wanafunzi, anasema tukae kimya kwa dakika chache kama heshima ya aliyefariki. Baada ya kusubiri kwa zile dakika chache, principal akawa anasema, najua mtakuwa na huzuni sana, pia mtakuwa na uoga ndani yenu, hilo nalifahamu, lakini mimi nina hofu sana juu yenu, msije mkaanguka kimatokeo. Baada ya hili janga kutokea, mnatakiwa kujua kupambana na nyakati ngumu na kuzishinda, kama hili la kumpoteza mwalimu wenu kipenzi. Naomba muwe makini sana na masomo yenu. Kumbukeni nchi na waangalieni nyinyi. Si wajibu wenu kujibu maswali ambayo hamna majibu yake. Vitabu vyetu ndiyo silaha yetu ya kujihami. Wanafunzi wote wakaitikia pale. Muwe na siku njema. Wanafunzi wakatawanyika eneo la tukio. Sasa hapo shuleni inasemekana kuwa polisi watakuja kwa ajili ya kuuliza maswali kwa wanafunzi. Principal akawa anamchimba mkwara huyo mwalimu, anamwambia hakikisha hili linapotea na kufutika kabisa, lisije likachafua heshima ya shule yetu. Huyo akajichenga. Bado Isaac akawa anaendelea na uchunguzi, akamfuata Victoria. Hey Victoria, Ijumaa iliyopita bila shaka mlikuwa na party. Ndiyo, kwa nini? Nataka kujua nini kimetokea huko. Hakuna kilichotokea bana. Kwani wewe umesikia nini? Amna, hata dada yangu naye hataki kuongea kilichotokea kwenye hiyo party, ila hana raha kabisa. Victoria akampotezea pale na kumwambia hakuna zaidi ya muziki, games na kucheza tu michezo ya kawaida. Akawa kamkwepa Isaac kama hivyo, ila mchizi mwenyewe hachoki na kazi yake ya upelelezi. Darasani akaingia mwalimu akiwa kaongozana na huyu madam. Wanafunzi, habari zenu? Niwatambulishe kwenu, huyu anaitwa Miss Rita. Atakuwa hapa kuwahoji maswali kadhaa kuhusu kifo cha Mr. Marcus. Isaac akasema, bila kukuvunjia heshima mwalimu, mwili wa Mr. Marcus haujapatikana shuleni. Hayo maswali yanayotaka kuuliza yanahusu nini hasa?
Miss Rita akamjibu tu kwamba mwili wa Mr. Marcus umekutwa na majeraha kichwani na lazima ushahidi ukamilike, hivyo wanahisi kuna mtu kasababisha kifo chake. Wana taarifa chache sana ambazo wanataka waziunganishe ili wapate taarifa moja kamili. Kwa hiyo unahisi wanafunzi wamehusika na kifo cha Mr. Marcus? Miss Rita akasema hilo hawana uhakika, ila lazima waulize maswali kwa kila mwanafunzi. Kweli bana, muda wa maswali ukawa umefika na wanaulizwa maswali mmoja baada ya mwingine. Mara ya mwisho ulitumia simu darasani, kitu ambacho si sahihi. Ikasemekana Mr. Marcus alikutoa darasani anakwenda kukupa adhabu, lakini hakukupa adhabu yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu sikuvunja sheria kwa kusudi, bali ilikuwa bahati mbaya tu. Nilimwelezea na akanielewa. Niambie, una mahusiano gani na Mr. Marcus? Hakuna uhusiano zaidi ya mwalimu na mwanafunzi. Ulifeli mtihani wa mwisho. Je, ilikukera? Labda baba yangu, lakini mimi haikunikera kabisa. Kuna baadhi ya wanafunzi wanasema walikuona wewe na Mr. Marcus mkiwa mnaongea kwa kirefu sana siku ya Ijumaa. Hakukuwa na chochote zaidi ya maongezi ya kawaida tu ya mwalimu na mwanafunzi. Ningependa kujua hayo maongezi yalihusu nini hasa? Ni kuhusu assignment. Aliniachia assignment, hivyo alikuwa anaiulizia. Darasani kwenye somo la Mr. Marcus, dada yako amekuwa akifanya vizuri sana zaidi yako kwa baadhi ya mitihani. Je, ulikuwa na wivu juu ya hili swala? Yule ni dada yangu. Siwezi kuwa na wivu naye. Au unahisi nimemuua mwalimu wangu kwa kuwa tu dada yangu alifanya vyema kuliko mimi? Hiyo si kweli. Isaac yeye alimchana wala hakuwa na uoga kabisa. Na huyu Madam Rita akiandika na yeye anaandika pembeni. Si wote ni maspai, ila wapo maeneo tofauti. Je, kuna siri au biashara yoyote mbaya unaweza kuijua aliyokuwa anaifanya Mr. Marcus? Hapana. Mr. Marcus alikuwa mtu msiri sana. Hakuwa anashare taarifa zake binafsi na yeyote yule pale shuleni. Kila mmoja wao aliulizwa swali kwa namna yake, lakini yote yalilenga kutaka kujua nini hasa chanzo. Baadaye Madam Rita akaja akawaambia, nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu, lakini jambo la mwisho ni kwamba Mr. Marcus alipatikana akiwa hana simu yake. Tunajaribu kuhaki kompyuta yake, lakini inachukua muda mrefu sana. Kama kuna yeyote anajua password, labda kiongozi darasani alipewa na Mr. Marcus, atuambie password. Ila wote wakagoma kabisa kwamba hawajui. Famasiara nini? Kuwa shahidi sio mchezo. Kule kwenda kuisaidia mahakama kusikie tu ndugu yangu. Lakini simu ya Mr. Marcus mara ya mwisho aliyechukua ni Leila. Madam Rita akajichenga. Mida kidogo Leila akaingia library. Leila Abdul Salami, sijawahi kukuona ukija library kusoma, kwa hiyo yanakuhusu nini? Chukua picha basi. Leila kaja huku kuchimbia ile simu. Huko darasani yupo Isaac. Hapo katoka kuchukua majina ya wagombea katika nafasi ya dada mkuu na kaka mkuu. Akajitaja mwenyewe, akamtaja Elijah, akamtaja Efe na Ahmedi. Upande wa dada mkuu akamtaja Diana, Leila, Shalewa na wasichana wengine tu. Kisha Isaac akawachimba mkwara akawaambia nafasi ya kaka mkuu ni ya kwake na hakuna wa kushindana naye kabisa. Baadaye Diana akamfuata Leila, anamwambia asigombee nafasi hiyo, aikatae ili yeye apite bila kupingwa. Leila akamwangalia kisha akaondoka akujibu kitu. Shalewa, usiniambie na wewe utaondoka kimya kimya tu. Hivi Diana, kichwa chako kinafikiria kweli? Unajua kabisa tunapita kwenye kipindi kigumu na tunapita kwenye matatizo makubwa. Bado unawaza mambo ya kugombea kwa dada mkuu? Leila baadaye karudi huku library, sijui kakumbuka nini kwenye ile simu, kaja kuirudia, lakini simu hakuikuta mzee. Tayari imeshachukuliwa. Akamrudia yule msichana, alimwambia hakumuona library kwa siku nyingi. Anamuuliza iko wapi? Umeiweka wapi? Iko wapi nini wewe? Ahmed akaamua ule ugomvi, maana ilikuwa tayari walianzishe pale. Akawa anamuuliza shida nini? Akamwambia unakumbuka simu ya Mr. Marcus? Ndio nakumbuka. We, usiniambie umechukua. Leila akasema ndio, aliichukua. Lakini kwa nini? Mbona hilo jambo la kipuuzi sana? Najua, lakini kuna jambo ambalo nilikuwa naficha na hilo jambo ni muhimu sana. Niliiweka library, lakini cha ajabu sijaipata tena nilivyoirudia. Unasemaje eti hujaipata? Huko library yupo Isaac na Victoria. Wanaongea kuhusu mambo ya kugombea tu muda huo. Victoria akatoka, akasahau simu yake pale. Una ujumbe ukao umeingia kwenye simu ya Victoria. Isaac akao kausoma. Ujumbe unasema, futa picha zangu na za Mr. Marcus zilizopo kwenye simu yako. Victoria akaja pale, ila tayari Isaac. Kipande cha 3 kinaanza na utangulizi. Hapa yupo Ahmed na wazazi wake wote wawili. Na mzee alikuwa anaongea na simu, anasema, nataka unisaidie jambo. Kuna matatizo yamenikuta. Na matatizo yenyewe ni kwamba mwanangu amejihusisha na kesi ya mauaji. Tuache huo utangulizi, tunarudi pale tulipoishia. Hapa Isaac anataka akaripoti alichokiona, picha ya Mr. Marcus na Leila.
Victoria anajaribu sana kumwomba asifanye hivyo anavyotaka kwenda kufanya. Itakuwa kesi kubwa sana na wataingia kwenye matatizo. Kwani Isaac anaelewa basi kwake hizo ni habari motomoto na lazima zimfikie mlaji zikiwa za moto. Pale pale akaja Ahmed na Leila wakamuuliza, nini, mbona mnazozana? Akawaambia kwamba Isaac kaona picha ya Mr. Marcus na Leila kwenye simu yake kwa bahati mbaya. Isaac, usije ukamwambia Principal Obas lolote kuhusu hili. Kwa nini? Kuna kitu kibaya labda mlimfanyia Mr. Marcus? Hapana. Sawa, kama sivyo, mbona polisi walivyokuja hamjatoa taarifa zozote zile? Kuna vitu huvielewi bro. Nani bro wako? Sawa, mimi sitakwenda kwa Mr. Obas kwa ripoti, lakini nataka mfunguke ukweli wote, msinifiche lolote. Wakasema sawa, wakaanza kufunguka pale. Kwenye pati, kila mtu alikuwa na furaha na kila mtu alikuwa anaruka na mtu wake. Hakuna kukanyagana yani. Baadaye kidogo, Shalewa akawa kaenda kuwaita kina Diana na Leila eneo la tukio. Ndo muda ule ule Leila akasema waite polisi kwa msaada zaidi, ila Diana akagoma kabisa. Akasema hatuiti yoyote yule. Utakwenda kuwaambia nini hao polisi? Utakwenda kuwaambia nini kuhusu hili wakuelewe? Kwanza nani kamwalika huyu kwenye pati? Hilo sio jambo muhimu kwa sasa. Waiteni wengine waje tujue upi muafaka. Walipotoka Diana na Shalewa, Leila akachukua ile simu ya Mr. Marcus. Na muda wote ule Chinasa alikuwa pale tu akiwa kimya, asiongee lolote. Sawa, na hiyo simu ya Mr. Marcus ipo wapi sasa? Unajua msiniangalie kama hamna hatia. Simu anayo mmoja kati yenu. Leila Salami, simu ipo wapi? Ahmed akaingilia akasema ameichukua yeye. Ahmed, una haja ya kunilinda juu ya hili. Leila, mimi ndiye niliyechukua. Kwa hiyo uliichukua kweli? Leila akaondoka kwa hasira pale. Sasa Leila anahisi Ahmed aliichukua ile simu kule library alipokuwa akaichimbia. Isaac akamuuliza, kwa nini umeichukua sasa hiyo simu? Tukio lilitokea nyumbani kwetu. Nimeichukua hiyo simu kujilinda mwenyewe. Wazee, hiyo haijaisha. Nataka mkanda mzima. Isaac naye akaondoka pale. Hii ni recap ya All of Us kipande cha 3. Kama hukuona vipande vya nyuma, rudi kwenye channel kisha nenda sehemu ya playlist, nimekupangia hapo full recap. Hii ni Mswahili TV na mimi ni Clay Mswahili. Bado Ahmed akawa anamfuata Leila, anajaribu kumuelewesha, ila Leila hakutaka kuelewa kabisa. Akamtukana Ahmed pale, najaribu kukulinda tu Leila. Anajaribu tena kumlinda kwa kipi? Bado kuna kitu hakipo sawa, tutajua tu. Sawa, tutajua tu. Elijah hapo shuleni huaga kawekeza sana kwenye mpira wa miguu. Hapa kocha akamwambia academy ya kwenda England mipango imekaribia kukamilika, muda wowote ule anaweza akaitwa. Akaenda kuwapa washikaji zake zile taarifa. Embu imagine, na kwenda Uingereza, screen zote zitakuwa juu yangu, zinanionyesha mimi kama kapteni wa Manchester City. Muda wote huo wanaraha, ila Ahmed alikuwa huzuni muda wote tu. Wakamuuliza, Ahmed, mbona hivyo? Kwa hiyo mnataka niwe na furaha na tuna kesi kubwa ya mauaji inayotuandama, hatujui tunavuka vipi. Tena mauaji hayo yametokea nyumbani kwetu, alafu unatarajia niwe na furaha kwa ajili yako? Akawa anaondoka. Leila, huyo ndiye unayemwaza kila muda. Usijihatarishe maisha yako kwa sababu ya mtu tu. Ahmed akamtukana Elijah kisha akaondoka. Ni kweli Ahmed anampenda sana Leila. Sasa kumbe ile siku ya tukio walichukua mwili wa Mr. Marcus na kwenda kuuzika mbali, na wakahakikisha hakuna atakayeuona. Walikuwa hivi marafiki watatu, Ahmed, Elijah na Efe. Huku tunawaona polisi wamekuja nyumbani kwa kina Chinasa. Pia upande mwingine tunaiona familia ya Mr. Marcus ipo na majonzi tu maskini. Nyumbani kwa kina Elijah anampa baba yake zile taarifa za kwenda kwenye academy ya Manchester City. Mlango ukawa unagongwa. Akatoka dada kwenda kufungua. Mzee akamwambia, niwekee maji. Baba, lakini umenisikia? Na wewe umenisikia? Tutaongea kuhusu hilo ikiwa utabadilisha tabia yako. Baba, niambie mwanangu, polisi wapo nje. Polisi? Wanataka nini kwani? Waambie waingie ndani. Polisi wakaingia ndani. Wazee, niwasaidie nini kwani? Tupo hapa kumuuliza Elijah maswali kadhaa kuhusu pati waliokuwa nayo pamoja na marafiki zake, na kuhusu pia kifo cha Mr. Marcus. Mzee akashangaa, pati? Mama akamuuliza, Elijah, ulienda kwenye pati lini? Wazazi hawataki kuamini kabisa kwamba mwanao eti alikwenda kwenye pati. Sasa polisi wameshaanza kuwashuku, na kuhusu ile pati mambo yanakaribia kuwa wazi kabisa, na inaonekana kila mmoja wao wameanza kupelelezwa kwa ukaribu zaidi. Ile pati yao ilisanukiwa kumbe. Mpaka huko kwa kina Leila, mama yake yupo anamuuliza nini kilimpeleka kwenye pati, tena pati zenyewe za ajabu. Huko Ahmed yeye mzee wake ana jeuri ya pesa. Hapa anajaribu kuwapanga maafisa wa polisi, si pati ilikuwa nyumbani kwake.
hivyo anajaribu kuweka mambo sawa. Kwa hawa mapacha na wenyewe polisi wamekuja nyumbani kwao. Hapa Isaac anamuuliza Ivy kama polisi wameshaondoka. Hapana, wapo wanaongea na mama. Kwani wanauliza nini hasa? Wanauliza kuhusu Patty na Mr. Marcus, sijui hata ni wajibu nini. Yote kwa yote hawa ni ndugu, tena ni mapacha kabisa. Hivyo lazima tu amsaidie dada yake hata kama alimdanganya. Akamwambia nimejaribu kukusanya taarifa zangu. Huyo Isaac ni mpelelezi kikweli kweli na yupo serious sana na kazi yake. Hapo chumbani kapanga baadhi ya taarifa zake kuhusu hilo tukio, yani analifuatilia kwa undani zaidi. Isaac akamwambia inabidi kesho niwaweke kikao nyote. Sifikiri kama watakwenda kukubaliana na wewe. Inabidi uwashawishi, la sivyo mtakwenda jela wote. Sasa Isaac leo kawaleta wote kwa Mr. Obas na wakafunguka kuhusu hiyo Patty. Mr. Obas aliwalalamikia kinoma yani. Na wewe Elijah, siku hao wanaotaka kukuchukua kwenda kwenye academy, hii ndio picha unayotaka kuwaonyesha? Wakasema ilikuwa ni Patty ya kawaida tu na hawajui aliyomsibu Mr. Marcus. Principal akawatimua kwenye ofisi yake, ila akawaambia inabidi watafute njia waongee hayo na polisi. Wamerudi huku darasani, wanaanza kulaumiana tena wenyewe kwa wenyewe. Mr. Obas hakutakiwa ajue lolote kuhusu Patty. Wengine wanasema ni bora amejua ili wabaki wakiwa wamesema ukweli, kwani uhalisia ni kwamba haijulikani nani kafanya mauaji. Akaingia Isaac yupo busy na karatasi zake. Elijah akataka kumvaa, anahisi yeye ndiye sababu ya Mr. Obas kujua hayo, lakini si kweli, bali walikubaliana wote kama kundi. Yote kwa yote lakini bado Isaac anataka kuwasaidia tu. Akawaambia hapa bado kuna kitu hakipo sawa. Mtu wa kwanza kujua hili na kisha kuwataarifu Diana na Leila ni Shalewa. Swali langu ni je, wengine mlijuaje kuhusu huu mwili wa Mr. Marcus? Story inarudi tena pale Ahmed alipoingia na Elijah pia alipoingia, akiwa anaimba huku kabeba chupa za maji kwa ajili ya kukata hangover kwa Shalewa. Sawa, pia tumejua Elijah na Ahmed waliingiaje pale. Je, Efe uliingiaje mule? Diana anasema yeye ndiye alimuita Efe eneo la tukio, naye pia alishangaa sana. Naombeni mniambie huu ni utani jamani. Wazee, hii chakula kwetu, tunavukaje kwenye hii kesi? Wakati bado wanabishana, Ivy na Victory wakawa wameingia mule chumbani, na ndo hapo na wenyewe wakawa wamejua kinachoendelea pale. Ivy alikuwa mkali sana mpaka wakataka kugombana na Diana. Hawa ni marafiki sawa, lakini hawakai dakika chache hawajagombana mzee. Elijah akamwambia Ahmed atafute kitu kwa ajili ya kufunika huo mwili, na wajua wanaufanyia nini huo mwili. Subirini, kuna kitu hakipo sawa. Vipi kuhusu watu wengine waliokuwepo kwenye Patty? Au mnataka kuniambia mlikuwa nyinyi peke yenu tu? Ahmed akasema hao watu wengine hawakuwepo, yani aliwatimua ili kusiwe na idadi kubwa ya watu wanaojua hilo. Nani alitoa wazo la kuutoa mwili kule chumbani? Vidole vyote vikamnyokea Elijah. Elijah akasema ndiyo, najua wote mtaninyoshea vidole mimi tu, lakini hakukuwa na chaguo lingine. Siku ya tukio Ivy aliwashauri sana waite polisi, ila mtu aliyeleta ugumu wa kuita polisi ni Diana. Anaogopa polisi kichizi yani. Sasa wakiwa bado wanajadili pale, wakaja wanafunzi wengine wakawaambia, Leila, unahitajika kwenye ofisi ya principal sasa hivi. Wakamuuliza, unahisi anakuitia nini hasa? Pengine ni kuhusu simu ya Mr. Marcus, maana niliichukua kutaka kufuta baadhi ya vitu, na akaweka wazi tu kuwa yeye na Mr. Marcus walikuwa na lao jambo. Ilikuwa ni siri, ila ikabidi tu aweke wazi kwa marafiki zake. Washikaji walichukia kweli yani, kwani yeye ndiye aliyemwalika Mr. Marcus kwenye ile party. Karudi Madam Rita, yule detective wa polisi. Mr. Obas rudi Madam Rita, yule detective wa polisi. Mr. Obas akamwambia afunguke kila kitu. Nani alimwalika Mr. Marcus kwenye party? Leila akakubali yeye ndiye aliyemwalika Mr. Marcus. Kwa hiyo Ijumaa ile mchana hamkuwa na maongezi ya kawaida tu, wala maongezi ya assignment, sio? Hapana, kuna kitu hamkielewi. Hatuelewi kuhusu mahusiano yenu, sio? Tulifanikiwa kuhaki kompyuta ya Mr. Marcus na tumefanikiwa kupata meseji zenu. Pia kwenye party hakuwa anataka kuja kabisa, ila alikuja ile basi tu kuhakikisha anakufurahisha wewe. Hapo taarifa zinaendelea kukusanywa mzee. Akatoka huko stafu hana hamu hata kidogo. Wenzake wanamtia moyo tu, mambo yatakaa sawa. Lakini nani kamwambia kuhusu mahusiano yako wewe na Mr. Marcus? Ilikuwa ni siri tuliokuwa tunaijua sisi watatu peke yetu. Hilo nalo ni swali lingine. Huko nyumbani yupo mama na baba yake Leila. Wazee wanataka kurudiana kabisa. Mwanzo walipeana talaka, lakini kuna meseji mama alisoma kwenye simu ya mzee zinazohusu madeni makubwa anayodaiwa. Akajua kumbe kwa hiyo huyu anipendi, bali amekuja kwangu, anajua nina hela nimlipie madeni yake, na ndiyo maana anarudisha uhusiano. Mzee akaja pale, mama akamchana tu. Mzee akasema ni kweli, lakini muhimu ni kwamba kwa sasa anataka akae na familia yake, akae na mama na binti yake pia.
Mama akamwambia atampatia milioni 5, lakini akawa hataki tena mazoea. Kwa huko yupo mzee akawaita wanawe wote wawili kuwapeleka shuleni, Elijah na dada yake Esther. Mzee pia akamwambia Elijah yeye na mama yake wamefanya mpango, baada ya huu muhula kuisha basi Elijah atakwenda shule ya kijeshi. Elijah hakuamini anayoyasikia. Mama, ongea na baba, mimi sitaki kwenda huko. Elijah, mimi na baba yako tumefanya uamuzi kwa pamoja, lazima uende huko mwanangu. Mzee akamwambia Elijah, tumekuchoka, sawa? Yani umezidi sana wewe. Baba tafadhali, na ahidi nitabadilika. Kwani mzee anaelewa basi, ndo kashaamua laki. Kwenda kuwa kurota, kusikie tu, ipo kazi nzito sana. Leo shuleni, Chinasa naye amekuja, na hakuwepo shuleni kwa kipindi kirefu kweli. Kwa huku leo kuna hawa washikaji wakawa wanamchokoza Leila kwa maneno ya karaha pale. Ahmed akawakuta, hataki kuona mtu anamletea mdomo kabisa. Washikaji wakaendelea na upuuzi wao pale. Ahmed akalianzisha. Elijah naye akatokea kusaidia, si unajua ni marafiki hawa. Principal akawakuta pale wakiwa wamekunjiana ngumi, akawaambia wote watangulia kwenye ofisi yake. Hivi unajua Isaac ni mpelelezi kikweli kweli na kazi yake anaiweza. Hapa akawa amekumbuka kitu kimoja. Kuna mtu mmoja alikuwa eneo la tukio na hakuna anayemzungumzia kabisa. Wewe unahisi ni nani? Twende taratibu tu. Akaja mpaka darasani, yupo Chinasa anaandika. Kwa hiyo kumbe ilikuwa ni wewe. Ni wewe Chinasa Benson. Unajua nimejaribu kuwaza lakini wewe ndo hakuna anayejua uliingiaje mle chumbani, na wewe ndiye uliyetoa taarifa wa kwanza, na ndiyo maana siku kadhaa hujafika shuleni kabisa. Ndiyo, lakini nilikuwa bathroom, nilitoka nikakuta tukio, lakini kila chumba kilikuwa kina bathroom. Kwa nini uende kwenye kile chumba? Ni wewe Chinasa, wewe ndiye uliyemuua Mr. Marcus. Mauaji uliyafanya wewe. Nini? Mbona hili nalo swali gumu. All of Us kipande cha 3 kinaishia hapa. Bado maswali yanaongezeka na viulizo kibao. Nani kamuua Mr. Marcus? Au ni kweli Chinasa ndiye aliyemuua Mr. Marcus? Lakini kwa nini amuue Mr. Marcus ikiwa yeye ni mwanafunzi mgeni tu pale shuleni? Hakikisha umesubscribe kisha gusa alama ya kengele ili tuwe pamoja kwenye kipande cha 4. Kinaanza Chinasa akiwa anakata nywele zake huku machozi yakimtoka na kumbukumbu ya alivyokuwa anaambiwa yeye ndiyo muuaji, yani yeye ndiye aliyemuua Mr. Marcus. Shalewa akamwambia Leila aliyemuua Mr. Marcus ni Chinasa. Leila kwa hasira akaanza kumtundika Chinasa makofi pale. Ndiyo maana ulipotea shuleni baada ya tukio lako la mauaji. Elijah akasema msikimbilie kumlaumu tu kuhusu hili, ipo sababu ya yeye kufanya hivi. Hawezi tu kuwa alimuua bila sababu yoyote ile. Shalewa na Leila wakasema hili ni kosa la Chinasa, inabidi akawaelezee polisi. Na inaonekana ni kweli yeye ndiye mhusika wa mauaji, lakini kwa nini auwe kisha ajutie baadaye? Shalewa akasema hatakwenda jela kwa sababu ya makosa ya mtu mwingine. Lakini nilijaribu kukusaidia wewe. Kunisaidia kivipi? Ndiyo, ulikuwa ubakwe wewe. Ndo hapo sasa Shalewa kumbukumbu zinarudi vizuri. Si alikuwa amelewa muda ule Elijah alivyotoka kumfuatia maji? Ndipo Mr. Marcus akaingia akamkuta Shalewa akiwa hajitambui. Anachojua ni nataka tu, ndo pale akamvuta. Mr. Marcus naye alikuwa zela tamaa sana, akaanza kumtaka Shalewa pale yani. Ndo alikuwa anataka kulianzisha pale. Kwa bahati mbaya au nzuri akaingia Chinasa mle chumbani, akamkuta Mr. Marcus akiwa anataka kutekeleza ubakaji wake kwa Shalewa. Mr. Marcus akawa anataka kumzima Chinasa, maana hiyo ishakuwa mbaya, sifa yake itachafuka. Eti mwalimu anataka kumbaka mwanafunzi, ataiweka wapi sura yake? Katika kuvutana pale Chinasa hakuwa laini kabisa, akampiga teke la kwenye nyeti, akambamiza kichwani na kitu kizito. Ndo pale Mr. Marcus akaanguka chini, na ndio akamrudia Shalewa na kumwamsha na kumuuliza nini kinaendelea. Akajifanya naye kama hajui kilichotokea yani, lakini alikuwa tayari kashamsaidia Shalewa. Isaac akawaambia inabidi hili swala wakawaelezee polisi. Je, kama nisipoenda? Usipoenda kivipi? Mnafanya kama hili tukio linanihusu mimi peke yangu, hata dada yako alihusika kwa hili. Akawarudisha nyuma kistori tena. Mademu wote walikataa kuufunika mwili wa Mr. Marcus, ila Ivy yeye akaenda tena akawashawishi sana wengine waufunike mwili, maana ishakuwa mbaya na ishakuwa kesi ya wote. Mnataka kuniachia mzigo peke yangu kwa kujaribu kuokoa? Wazazi wenu ni watu wenye pesa na majina makubwa sana, na akaunti zao za benki zinatisha sana kwa utajiri hapa mjini. Lakini mimi mama yangu anafanya kazi kwa zaidi ya masaa 24 kuhakikisha tu mimi nafika shuleni na ninapata kile kilicho bora. Ninakwenda kufungwa mimi na wote nyinyi mtabaki salama kama hamkuhusika vile. Kila mmoja sura ikamshuka kwa aibu pale. Hili walifanya kwa pamoja, iweje wamuhusishe Chinasa peke yake? Ila pia akawachimba mkwara pale.
mnatakiwa mkumbuke kwamba hili halitanihusu peke yangu, linatuhusu sote, na endapo nikafungwa basi nitahakikisha nyie wote mmefungwa kudadadeki ubaya ubwela. Isaac akamwambia Chinasa yupo sahihi, kama ni kwenda polisi inabidi muende wote, wasimwachie msiba mtu mmoja tu kwa kujaribu kumwokoa mtu, kwani hakumaanisha kumuua Mr. Marcus, bali alijaribu kumdhibiti kibaka. Wakakubaliana wataenda kujiripoti wote kwa pamoja kituo cha polisi, all of us. Akamsalimia pale, ila mama hata salamu yenyewe hakuipokea. Unafanya nini hapa? Wazazi wako wanajua upo hapa? Ndiyo wanajua mama, nipo hapa kumuona Ahmedi, kuna assignment nataka nimpe. Oh, kumbe, ila unaweza ukanipa mimi nikampatia baadaye. Ahmedi akafika pale akasema nitaichukua mwenyewe mama, naomba dakika 5 peke yake. Mama akawapiga jicho baya kisha akaondoka, akaamua tu kuwapisha. Leila kaja kumwomba Ahmedi amsamehe kwani alimhukumu kwa makosa ambayo hakufanya, lakini pia akamuuliza kwa nini alimsaidia na kwa nini alisema alichukua simu ingali hakuichukua. Alisema hivyo ili kumlinda Leila tu. Ahmedi akasema ni kwa sababu anampenda sana Leila, pia hajui kwa nini anampenda Leila kwa kiwango hicho. Naweza kukuuliza swali pia? Leila akasema ndiyo. Kwa nini yeye? Kwa nini ulimpenda Mr. Marcus na sio mtu mwingine tofauti kabisa? Kwa nini hukumpenda hata mwanafunzi mwenzako? Leila akasema yeye mwenyewe hajui alimpendea nini, yani alijikuta tu tayari kashazama kwenye penzi na Mr. Marcus. Leila, lakini kakuzidi umri parefu sana. Najua hilo. Alafu umesikia kesho tunaenda kituo cha polisi kama kundi, tunaenda kwa pamoja yani. Ndiyo najua, Elijah aliniambia kila kitu. Leila anasema anaogopa sana kwenda huko kituo cha polisi, ila Ahmedi akamtuliza akamwambia kila kitu kitakwenda kuwa sawa, wala asiwe na wasiwasi juu ya hilo kabisa. Katika kubembelezana pale mambo yakajipa bana, makisi yakafuatia. Ukumbuke mama aliwapa dakika 5 peke yake. Kwa huku yupo Elijah na mpenzi wake Shalewa, na wenyewe walikuwa wanaongelea swala lile la kwenda kituo cha polisi kama kundi. Lakini pia Elijah akamwambia Shalewa atakwenda shule ya kijeshi baada ya huu muhula kuisha. Ndivyo wazazi wake walivyoamua na hawezi kulipinga hilo. Ndio kama wanaagana vile, maana hawajui hata kinachofuatia baada ya kuwaambia polisi mkasa mzima. Tunarudishwa tena usiku wa ile pati Ahmedi na Efe walivyokwenda kuwatimua watu na kuwaambia pati imekuisha, na walitumia blanketi kuufunika mwili wa Mr. Marcus. Huku kwa kina Chinasa leo kaandaa kila kitu kizuri ambacho anajua mama yake huwa anapenda kula. Meza imependeza kinoma yani. Chinasa, vyote hivi umeandaa mwenyewe? Ndiyo mama, nataka ujue ni kwa namna gani na kupenda mama yangu. Hata mimi naona. Umetoka shule muda gani na kuandaa vyote hivi? Chinasa akasema alipangilia muda wake vyema tu. Mama kanawa kutaka kuanza kula. Subiri mama, hatujaomba mama. Chinasa leo kawa waajabu sana mpaka mama akawa anamshangaa. Ni huyu mwanangu ninayemjua kweli? Chinasa akaanza kuomba pale. Tunashukuru kwa zawadi ya uhai, tunashukuru kwa zawadi ya chakula. Tunashukuru pia kwa jinsi ambavyo unatufanya tuishi kwa amani na furaha, si kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu. Nje vikasikika ving'ora vya polisi na mlango ukawa unagongwa. Chinasa, kuna mtu mlangoni. Kwani Chinasa anaelewa basi, ndo kwanza anamshika mama yake mkono kwa nguvu, huku anakoleza maombi. Ni kama Chinasa kashajua kinachokuja vile. Mama naye akaona, mbona sio kawaida hii. Asante Mungu kwa kunipa mama anayejali na mama anayejua thamani yangu. Alinishika mkono kwa hali zote, alipambana kunisaidia. Nimemweka kwenye matatizo mengi sana, lakini bado alikuwa upande wangu kuhakikisha mimi mwanaye nabaki salama. Hata kama sitakuwepo leo na kesho, usiondoe amani iliyopo ndani ya moyo wa mama yangu. Mfanye endelee kuwa na furaha na amani tele. Mlango unagongwa kwa kasi kweli. Mama akatoka kwenda kufungua ule mlango. Hata alivyotoka, Chinasa bado alikuwa anaendelea kuomba tu. Mama akawauliza, mnataka nini? Mnagonga kama kwenu? Kumbe walikuwa afisa wa polisi bana. Tuna ruhusa ya kumkamata mwanao Chinasa Benson kwa maswali kadhaa kituo cha polisi. Maswali gani hayo mnataka kumuuliza? Tuna ushahidi kuwa mwanao alijihusisha juu ya mauaji ya Mr. Marcus na tupo hapa kumchukua akajibu vizuri mashtaka yake. Hakuna mtu anachukuliwa hapa. Chinasa, nenda chumbani kwako jifungie, hakuna wa kukuchukua. Polisi wakaingia ndani kibabe. Mama alijaribu kweli kumsaidia mwanaye, ila hakufanikiwa maskini. Wakamchukua Chinasa pale. Wamemwacha mama na majonzi mazito sana, anaumia peke yake. Nyie, mtoto anauma jamani. Huku Leila karudi nyumbani, ila mama yake akawa anamtolea jicho la hasira ile kinoma yani. Polisi walikuja nyumbani na wamenieleza kila kitu kuhusu wewe na Mr. Marcus. Nyinyi mlikuwa wapenzi. Sikuwaamini wao mpaka nilipokuja chumbani kwako na kukuta hichi, ndipo hapo nikaamini. Mama, naweza kukuelezea kuhusu nini? Mwalimu wako mwenyewe?
Mama akamuuliza, je, mlishamalizana, yaani kulala pamoja? Leila akasema hapana, Mr. Marcus aliambulia busu la mara moja tu kutoka kwake, lakini hakufaidi vilivyobaki, na kama angekuwa amekugusa ningemuua tena kwenye kaburi lake. Huyo ni mama na anampenda sana mwanaye, hawana budi ila kuliwazana tu hapo. Lakini akamwambia atakwenda kukaa na baba yake kuanzia kesho, yeye hamuwezi tena. Leila alijitahidi sana kukataa na kusema atabadili tabia yake, ila mama akamwambia ndo kashaamua hivyo, atakwenda kukaa na baba yake. Huku Chinasa anahojiwa na kaletewa mwalimu wake wa shuleni kabisa ili asiwe na uoga sana. Mzee anamwambia kama ungefunguka ukweli wote tangu siku ya kwanza, haya yasingetokea. Chinasa akashangaa, wewe hayo umejuaje? Nani kakwambia haya yote? Hili lipo wazi, inajulikana. Mpaka marafiki zako walipokwenda kuutelekeza mwili wa Mr. Marcus kwenye gari ili kuficha maovu yao. Kwa hiyo hao polisi watakwenda kunifanyia nini hasa? Hawatakuwa na tatizo endapo wewe utafunguka ukweli wote. Lakini mbona hayo ndo ya ukweli? Au kuna nini hasa mkijui? Mr. Marcus yakufa kwa kupigwa kichwani tu peke yake. Yale majeraha yasingeweza kumuua. Angezima tu na baadaye aamke. Madaktari walifanya uchunguzi kwenye mwili wa Mr. Marcus na kugundua ya kwamba Mr. Marcus alipewa sumu dakika chache kabla ya kifo chake. Inamaanisha kuna mtu alijaribu kumuua kwa kumpa sumu. Polisi wanataka kumjua huyo mtu aliyemtilia sumu Mr. Marcus ili wamchukulie hatua. Je, unamjua? Chinasa hii ilimshtua sana. Kwa hiyo kumbe kuna mtu aliyempa Mr. Marcus sumu. Lakini ni nani? Na alifanya hivyo kwa sababu gani? Huko nyumbani Leila katoroka, haijulikani kaenda wapi. Wazazi ndo wapo wanamuita lakini bila majibu. Kawaachia tu ujumbe kisha akaondoka. Wazazi wakachanganyikiwa pale. Huku shuleni wamekutana ili wafanye kama walivyokuwa wamekubaliana. Leila akawa kakosekana kwenye kundi pale. Wapo wanaulizana tu. Isaac naye akaja. Inasemekana kuna wanafunzi walikuwa wanahojiwa na Mr. Obas pamoja na maafisa wa polisi. Shelewa akasema hata Chinasa haonekani na haijulikani halipo. Vichwa vikazidi kuwauma pale. Isaac akawaambia kuna mmoja kati yao kawasaliti. Yaani kuna mtu si mwana kabisa. Lakini nani msaliti? Wote wanatoleana macho muda huo. Wakatawanyika pale baada ya kusikia kuna mmoja kati yao ni msaliti. Ahmed akapokea ujumbe kwenye simu yake unaosema, najua ulichofanya. Hivi karibuni itakwenda kujulikana na kila mtu. Kafanya nini tena? Akawa anajiuliza ni nani huyo. Pia akakumbuka siku ya tukio. Pia akakumbuka ile siku ambayo Mr. Marcus alikuwa anaongea na Leila kuhusu kuja kwenye pati. Alikuwa anakula chabo kwa pembeni tu. Mpaka siku ya pati Mr. Marcus alipokuja, bado Ahmed akawa anamwangalia. Wakati Mr. Marcus anakwenda kutafuta bathroom, kabla hajafika, Ahmed alimuita na wakaongea kirafiki tu. Ila Ahmed alimpa Mr. Marcus kinywaji, tena akamforce sana anywe. Mr. Marcus kweli akanywa kile kinywaji na Ahmed akahakikisha Mr. Marcus amekunywa amekimaliza. Sasa kwa hilo jicho alilokuwa akimwangalia ni dhahiri shahiri kuna kitu aliweka kwenye kinywaji, yani aliweka sumu. Nia yake haikuwa nzuri kabisa kwa Mr. Marcus. Wivu wa mapenzi juu ya Leila ndio uliomfanya yeye kumpa sumu Mr. Marcus. Hii inasikitisha isee. Lakini ni nani huyo ambaye inaonekana anajua matukio yote na anawachora tu, na ni kama yupo karibu sana na wao? Yani huenda ikawa ni mmoja kati yao, yani marafiki zao. Hii series bana wanatuacha na maswali mengi sana. Nini hatima ya Chinasa kule kituo cha polisi? Na simu ya Mr. Marcus haijulikani ipo wapi mpaka sasa hivi, kwani Ahmed ya kuchukua aliongea vile ili kumlinda Leila tu. All of Us kipande cha 4 kinaishia hapa, na wahusika wenyewe hawajaendelea kutoa episodi zinazoendelea kwa miezi kadha sasa. Ila Eni ambaye ndiye mtayarishaji mkuu wa hii movie na shemeji yetu Priscilla wamesema itakuja kuendelea mwezi wa 4, tena ikiwa na subtitle ya Kiswahili kabisa kuonyesha Love Tanzania. Hebu yasikilize maneno ya Eni mwenyewe. Habari, familia yangu ya Swahili. Filamu yetu All of Us itakuwa na tafsiri ya Swahili. Itapatikana kwenye YouTube kuanzia Aprili 10. Asante sana. Endapo wakaendelea, basi mimi sitakuwa mchoyo, nitakusogezea